Mrembo, mambo poa? Ni mdada mzuri wewe. Nimetoka kukupenda mama. Pendea nini? Sasa ukisema nimekupendea nini? Hakuna sababu hapo. Unasema hamna sababu, mbona unazunguka zunguka? Nakuja kupigwa simu. Bantu. Leo mtoto ameamka tayari yuko sawa, silisha nini. Kwa siku hajalala kabisa. Kwa hajalala ndio kama hivyo anasumbua yani. Mama, shida nini? Baby. Shida nini? Wewe mbona unataka kunipiga? Mbona mtoto anasema hana shida yoyote? Yupo sawa. Mwenyewe tunaona sio. Leo jamaa akapita bila kunisalimia. Sielewi. Si rafiki yako? Sasa kalipita bila kusalimia. Sijui lakini alikuwa ananifuatiliaga sana ndio hivyo. Kwa hiyo alikuwa anakutongoza. Unajua jamaa siku nitambutua. Afu ajui mimi naye tumetoka wapi? Ndio hapo. Au anakuwa kabisa kwa sababu pendeza shape hilo nini anapagawa. Anaanza kutamani nyaji za wapi jamani. Nitamfundisha adabu. Hivyo siku ataelewa tu. Sasa ngoja mimi nitoke mara moja. Nikakutafutia hiyo hela dawa ili umpe mtoto hospitali. Sawa baba. Sawa? Sawa. Haina shida. Kuna changamoto nyingine bwana? Hapana. Hamna nyingine. Kama kuna nyingine sema. Hamna nyingine. Unajua mimi nipo kwa ajili yako. Ndio baba. Basi hakuna shida. Haya. Baby. Baadaye. Chali yangu, mambo vipi? Poa kaka, niambie mbona mpotea? Mimi sijapotea mdogo wangu. Ila kuna kitu nataka nikuambie. Niambie kaka, huku na dili limejitokeza. Unajua nini mdogo wangu? Mimi nimempenda dada yako. Ila yani mimi nataka nimlee mjomba wako wewe hapo. Yaani mimi kijumla nataka kuwa bwashe wako. Sasa hapo sichokielewa kitu. Kati kila kitu kiko wazi. Nakupenda. Utapenda wangapi? Una uwezo wa kunihudumia? Kukuhudumia hilo sio shida. Naweza nikakutengenezea mazingira ya kukulea kabisa na kutunza. Hamna shida. Nimeshakukubalia. Unanipenda? Nakupenda. Nakupenda pia. Umenikataa mimi mafuko na malaya mwenzie? Mbona mkuita malaya? Haina shida, mimi nitakufanyia mpango. Fresh mdogo wangu, hamna shida. Mimi mdili kitiki, nitakufanyia maelekezo, nitakupata zawadi yako. Fresh mdogo wangu. Malaya ni jina la kawaida. Yaani malaya jina la kawaida? Sijaelewa hapo. Na wewe usinichanganye, kwenda huko. Unajua ule demu ni malaya mwanangu. Ndio. Malaya vipi sasa? Mimi nakwambia, yule demu jana usiku nimekuambia. Yule demu malaya kinyama ni. Umefumania nini? Si yule jamaa makoti ule? Mshikaji wetu? Ule mshikaji wetu anatukuza kila demu. Yule anatukuza kila demu mwanangu yule jamaa. Kumbe yule jamaa ni malaya. Ndio kitu ninachokuambia yule jamaa. Kwa jamaa katuzidi hadi sisi kuna malaya. Acha tu mwanangu, yule jamaa katuzidi kinyama. Wewe umechukua watu gani na wewe demu unasema unampenda? Ndio hivyo mimi nimeamua kumwachia tu. Kwani nini bwana? Mwanangu. Kwa unaachana naye? Naachana naye kwani nini bwana? Afata afai bwana. Kama demu kama design hiyo. Kwa demu mwenyewe nani? Nataka nikamjua mimi. Demu mwenyewe sura ajabu yani kinyama ni mimi mwenyewe. Kumbe nimemwangalia usiku tu mwanangu. Mwanangu. Lakini nataka nikwambie. Kitu gani mdogo wangu? Naona hicho kitu kitakuwa kizuri. Jamaa fulani hivi anaitwa Alex. Alafu anasema amekupenda. Alex kantongoza jana tu mdogo wangu. Mbona anataka kunitafutia matatizo afu mimi mwenyewe nishamwambia na mume, nina mtoto. Anataka nini kwangu? Au nimwende kwa mume wangu nimwambie? Anijui vizuri. Unajua nikwambie, katika mazingira kama haya, wale mademu kwanza sio watu wa kufuatilia sana. Unaelewa? Wewe kama una mzako wewe piga afu ondoka zako hivyo. Ukimngangania msichana utakuja kujinyonga mwisho wa siku tukapata shida sisi washikaji zako. Na unajua mtu akifa kwa kujinyonga aziki kwa matamaduni za dini, sawa? Kwa hiyo cha msingi wewe kama ukimwona msichana na mambo mengi nini, hebu achana naye kabisa. Na usiingize kabisa katika moyo wako, utakuja kupasuka vibaya. Sikiliza nikwambie. Ishia hapo hapo mdogo wangu. Ama bangi unayovuta naona anakuendesha vibaya.
Na hiyo mirungi unayokula kila siku unaambiwa uache, naona inakuendesha. Hebu ishi hapo hapo. Umeshafikia stage ya kuniambia mimi navuta bangi. Mbona umekuwa mkali kabla hivi? Hebu naomba uniache mdogo wangu. Kwanza wenyewe unanichelewesha kwenye kikoba changu. Mshikaji wangu ananiambia kitu cha maana yani. Yaani ukasi sijafikiria kama utaniambia kitu kama hicho. Yaani mimi ndo nakwambia iko kitu yani wewe kikubwa kiweke akilini. Wasichana sasa hivi wapo kama maua, kuna muda anachanua, kuna muda anazima. Kwanza wana muda mchache sana katika dunia hii. Wakishazaa tu hawana thamani tena. Urembo wao ni pale kipindi bado hawana watoto. Wewe kikubwa tu tafuta mwanamke wa kuoa. Mimi nakushauri kama mtu mwema vile, yani mwenyewe mara kama mpumbavu. Wa sister, yani afadhali hata nimekutana na wewe. Kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie. Kitu gani Alex unataka kuniambia? Ni kuhusu yule bwana wako yule. Yule bwana wako yule anaitwa Ibra. Mimi nahisi hakupendi kabisa. Ba mtu. Na mke wangu. Hebu shika kwanza mwanao. Baby. Wakati naenda vikoba, nimekutana na mdogo wangu. Kuna vitu ameniambia lakini sijavielewa. Mamtu. Mbona taarifa utaka kunitukiza kwanza? Hebu shika kwanza mtoto. Hanipendi. Kwa nini sasa jamani? Yule jamaa wako yule Ibra nimeshamfuma zaidi ya mara 2. Yuko na wanawake. Na wanawake wana watoto. Wewe kama una mtoto, ujue na yule ana watoto. Mfuma na wanawake wana watoto nao. Kama una mtoto, ujue kule nao ana watoto. Asante kwa taarifa Alex. Hilo nitalifanyia kazi. Sawa. Hamna shida. Tutakutana. Hapa nimeshatengeneza bomu. Mamtu, kitu gani alichokuambia mdogo wako? Kuhusu Alex. Alex ananifuatilia mara nyingi. Sijui unamjua. Maana nimemwambia mara ya kwanza mimi na mtoto na nina mume. Anisikia nielewi. Sasa nifanyaje? Hebu nishauri mume wangu. Cha kukushauri mke wangu, yule mtoto mimi nitamnyosha. Kwa sababu gani unajua? Watoto huko wana tabia kijinga jinga sana. Yaani wakishaona umependeza, umefanya hivyo, hawajui kama una mtoto mdogo ataka kumharibia mwanangu. Afika mimi nitamfundisha adabu yule. Unakubona nuka pombe? Nuka pombe? Ndio. Ya pombe. Yanya pombe. Yanya pombe kama unukia pombe. Yanya pombe. Wewe ni mlevi wewe. Yanya pombe. Yanya pombe mimi. Na unavyotetemeka hivi? Yanya pombe. Mimi sikuelewi alafu yanya pombe. Safi ba mtu, nitashukuru kweli ukimnyosha. Maana nifuatilia na ni mtoto mdogo. Nitashukuru kweli yani. Usijali mke wangu. Unajua kitu kimoja ambacho nitakumfanya? Yule nitawaletea wanaume wenzio wamfanyie kitu kibaya. Kwa sababu ili mradi siku nyingine akuheshimu kama shemeji yake. Sasa vipi umepika usiku? Nimepika. Pale basi. Ila mimi sipigwa naende huko ngaangalie mpira, baadaye narudi. Sangapi tutakuta kimepoa jamani. Usijali mke wangu, mimi nitarudi. Sawa. Sawa. Mwanangu. Bye. Mbona umeniita hujaniambia chochote? Malawe wangu utakuja kuniponza. Wewe umenipita pale mimi niko na shemeji yako hujanipa hai, hujafanya yote, umepita zako au hujataka kunaribia kwa sababu unajua mazingira yangu. Ngoja nikwambie kitu. Yule mwanamke ni wa kwangu. Wa kwako? Wa kwangu yule mwanamke. Ni vipi yani? Ananipenda. Unajua wewe urafiki wetu umeanza tangia muda mwingi sana. Ananipenda. Anakupenda kivipi wakati mimi nimezaa naye? Ananipenda. Anakupenda? Huyu jamaa leo. Leo kanywa nini huyu? Sio kaida yake. Ila ngoja. Nitamfanyia kitu kibaya huyu mjinga huyu na pombe zake za mchana huyu. Pumbavu sana. Shoga yangu, kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani shoga yangu? Mbona umenileta kwenye kiwanja sielewi mwenzio? Nakwambia lakini usije ukaje ukamwambia Mwajuma. Mpenzi wangu, ile hela ulionitumia jana naona kama haitoshi. Haitoshi ile Haitoshi. Wewe unataka nikuongezee shilingi ngapi unataka? 100,000. Unataka 100,000? Ndio. Itakutosha kabisa? Itakidhi mahitaji yangu. Sawa basi nitakusamia mchakato nitakutumia kama kawaida. Hamna shida. Ana lingine? Hakuna lingine. Unaenda wapi kwa? Sasa hivi naenda kwa Mwajuma huko.
Sawa, basi wewe nenda. Mimi bwana nimalizia mambo yangu hapa. Kisha nitakupigia. Siwezi mwambia Mwajuma shoga yangu. Yenyewe katunyima umbea. Unaona hichi kiwanja ndio maana nimekuleta hapa. Unaona hichi kiwanja chote hichi. Mume wangu kaninunulia, yani kaniambia ndo zawadi alioninunulia kwa sababu nimejifungua mtoto wa kike. Jamani shoga yangu usiniambie. Ndio kubwa. hivyo, asante. Shoga yangu hongera. Asante. Kweli Ndio nataka hapa pale nijenge nyumba ya wapangaji vyumba 3. Huku nioteshe mboga. Pale naweka kuku wa mayai na ng'ombe. Wewe unaonaje? Ni sawa shoga yangu. Sema ni kubwa. Ndio hivyo, lakini ujue sijamuonyesha mtu yoyote hapa. Ni wewe tu unajua. Sawa shoga yangu, sijali. Nikija kusikia, mimi siwezi sema shoga yangu. haya hamna shida. Afu demu ananichuna tu mara 50, mara 100. Yaani kadi yake kila nikikutana naye ana shida. Kila nikikutana naye ana shida. Afu kwenye mzigo mwenyewe sota mkali yani. Wewe unagonga hata una talaza. Wewe niendelee na mambo yangu ya kilimo. Sema mtu. Kwa kitu nataka nikwambie. Sema. Unajua ile jamaa yako hivi. Anauliza kiwanja na bwana yake. Kanuni kama na bwana yake. Bangu nataka na wewe niambie. Okay, sawa. Nitakuambia mtu. Usijali. Kwanza nimetoka hapa shamba muda sio mwingi hapa. Kuna shamba moja ya migomba hiyo iko kwa ajili yako. Kama unataka na kiwanja nenda ukutane kwa nitakuletea kiwanja. Sawa mtu, nimekuelewa. Usijali mke wangu. Mimi nitakununulia kiwanja kizuri tu kama ulivyoniambia. Nitakufanyia kila kitu unachokitaka. Sawa? Sawa mtu. Kwa hiyo baadaye basi. Haya mtu. Haya.